Wanasema dunia yetu imejaa mipaka, pasipoti, mataifa na mipaka ya sheria, lakini kuna hadithi ambazo hupita nje ya mipaka hiyo, hadithi ambazo hazina ramani wala uraia. Leo tunasafiri kwenda kwenye moja matukio yanayotrendi kote duniani. Tukio la mwanamke alionekana kwenye uwanja wa ndege akiwa na pasipoti ya nchi isiyojulikana, na kisha akayeyuka kana kwamba hakuwahi kuwepo. Tarehe haijawekwa wazi, lakini video moja ilianza kusambaa mtandaoni wiki chache zilizopita. Ndani yake anaonekana mwanamke mmoja akiwa amevaa mavazi ya kijivu, akisimama kwenye eneo la ukaguzi wa pasipoti. Kamera ya usalama inamuonyesha akitoa nyaraka zake akiwa mtulivu kabisa, lakini sekunde chache baadaye maafisa wa uhamiaji wanaonekana kuchanganyikiwa. Wanaishika pasipoti hiyo, wanainua macho yao, wanabadilishana maneno na kisha mmoja wao anamuita afisa mkuu. Pasipoti hiyo ilikuwa imeandikwa jina la nchi Torenza, nchi ambayo haijawahi kuwepo kwenye ramani yoyote ya dunia. Kulingana na maelezo yanayosambazwa, pasipoti hiyo ilikuwa na muhuri wa kuingia kutoka mataifa kadhaa ya Ulaya, ikiwemo Ufaransa na Uswizi. Lakini ilipofika kwenye mfumo wa kidigitali wa uwanja wa ndege, hakuna hata rekodi moja ya nchi hiyo. Hakuna bendera, hakuna account, hakuna data ya Umoja wa Mataifa. Ni kama pasipoti hiyo ilitoka ulimwengu mwingine. Wengine walidai tukio hilo lilitokea kwenye uwanja wa ndege wa JFK Airport nchini Marekani. Wengine wakasema ilikuwa Madrid, Hispania. Lakini ukweli halisi haukuwahi kuthibitishwa, video yenyewe ikizidi kusambaa kama moto kwenye mitandao ya TikTok, X na YouTube. Nilipoanza kuchunguza taarifa hii, niligundua jambo moja la ajabu. Sio mara ya kwanza dunia kusikia mtu mwenye pasipoti ya nchi isiyojulikana. Mwaka 1954 kulikuwa na hadithi ya The Man from Taured. Mtu huyo alikamatwa kwenye uwanja wa ndege wa Tokyo akiwa na pasipoti ya nchi iitwayo Taured. Kwenye ramani Taured haikuwepo, lakini pasipoti yake ilikuwa na mihuri halali ya safari kutoka mataifa kadhaa. Aliwekwa chini ya ulinzi kwenye hoteli usiku ule, lakini asubuhi ilipofika alitoweka. Mlango ulikuwa umefungwa kutoka ndani, madirisha yalikuwa yamefungwa na pasipoti yake haikuwahi kuonekana tena. Tangu wakati huo, Man from Taured ikawa hadithi ya kifalsafa, wengine wakiitaja kama mlango ulimwengu sambamba, parallel dimension. Kwa hiyo, je, huyu mwanamke wa Torenza ni mwendelezo wa tukio lile, au ni kazi ya akili za kidigitali zenye uwezo wa kuunda kitu ambacho hakipo? Wachunguzi wa mitandao walichambua video hiyo. Kwanza waligundua mwanga wa kamera hauko sawa na mwanga wa mazingira. Pili, sura ya mwanamke huyo ilikuwa na mabadiliko yasiyo ya kawaida, midomo yake ikionekana kusogea tofauti na sauti, na ngozi yake ikiwa na texture laini kupita kiasi, alama kuu ya video zilizoundwa kwa AI. Wataalamu wa fact checking kutoka NDTV, Hindustan Times na Prime Time walifanya uchunguzi wa kina, na matokeo yao yalikuwa ya wazi. Video hiyo ilikuwa ni bandia, haikutokea kwenye uwanja wowote wa ndege halisi, na hakuna rekodi yoyote ya pasipoti ya Torenza. Lakini hapa ndipo linapovutia zaidi. Kwa nini dunia iliamini haraka kiasi hicho? Kwa nini video hiyo ikapata mamilioni ya viewers ndani ya siku chache? Wataalamu wa saikolojia wanasema watu huvutiwa na simulizi ambazo zinavunja mipaka ya ukweli. Hadithi za ulimwengu sambamba, wasafiri wa muda na mataifa yaliyosahaulika, zote zinatupa kivuli cha labda kuna zaidi ya tunachokijua. Na katika ulimwengu wa leo wa teknolojia, ambapo video za AI zinaweza kuunda uso, sauti na hata kumbukumbu bandia, mstari kati ya ukweli na uongo umeanza kufutika taratibu. Kuna wale wanaoamini kuwa hadithi kama hizi ni ishara ya ukweli mwingine tuliousahau, ulimwengu ulio nyuma ya pazia la macho yetu. Lakini kwa upande wa wanasayansi wanasema ni mfano wa AI misinformation wave, muunganiko wa udadisi wa kibinadamu na nguvu za teknolojia zinazozidi uhalisia.
Video ya Woman from Torenza ni kioo kinachoonyesha hatari na uzuri wa zama tunazoishi sasa. Zama ambapo mtu anaweza kuunda ulimwengu mzima kwa kubonyeza kitufe kimoja tu. Nilipotazama video hiyo kwa mara ya mwisho nilihisi baridi ya ajabu, si kwa sababu ya hofu bali kwa sababu ya tafakari. Tunaishi kwenye dunia yenye mipaka, lakini akili za binadamu hazina mipaka. Na pengine siku moja mtu halisi atatokea akiwa na pasipoti ya nchi ambayo haijawahi kuwepo. Na wakati huo hatutajua kama tumepokea mgeni kutoka sayari nyingine au ni dunia yetu yenyewe iliyofunguka na kuonyesha upande wake wa pili. Kwa sasa video hiyo inabaki kuwa hadithi ya bandia, lakini ujumbe wake unabaki kuwa halisi. Usiogope kuuliza swali hata kama jibu lake halipo kwenye ramani. Hii ilikuwa ni The Story Beat. Mimi ni Abu Fazadi na safari yetu haijaisha. Kila simulizi ina siri yake na kila siri huanza pale unapothubutu kuuliza.